Kabla hujabonyeza subscribe, sikiliza kwa makini. Hadithi hii si ya kuburudisha, bali ni ya kuamsha dhamira. Mtoto mdogo, ambaye ulimwengu mzima ulimjua kwa tabasamu lake, alikuwa anazama pole pole katika giza la utumwa wa kisasa. Alikuwa maarufu, lakini alikuwa mfungwa, na hakuwahi kumiliki utoto wake. Sin Mzasinye moja. Umaarufu ulioanza mapema. Sofia alikuwa na miaka 5 tu alipoanza kuonekana kwenye YouTube. Mama yake alianza kumpiga picha akiwa anacheza. Video ya kwanza ilipata views 300,000 kwa wiki moja. Watu walivutiwa na tabasamu lake, sauti yake ya kuchekesha na uchangamfu wake. Mama alisema, kuna pesa huku, na hapo maisha yangu yakageuka. Sofia alisimulia miaka baadaye. Kila wiki walirekodi video 4 hadi 5 wakitembea maeneo tofauti. Kila video ilikuwa na surprise, lakini si kwa Sofia, bali kwa watazamaji. Sin Mzasinye 2. Maisha halisi nyumbani. Baada ya kamera kuzimwa, Sofia alinyamaza. Alikuwa mchovu. Alikuwa amevaa nguo mpya tu kwa ajili ya kamera, lakini baada ya kurekodi nguo hizo zilinyang'anywa. Hakuwa na muda wa kucheza na watoto wa mtaa wao. Mama yake alifuta shule kabisa. Huwezi kuandikia homework huku, tunafiliminga kesho, mama alisema. Sin Mzasinye 3. Kupoteza utoto. Miaka ikasogea. Sofia alikuwa na subscribers milioni 1, lakini hakuwahi kwenda birthday ya rafiki, hakuwahi kucheza mtaani, hakuwahi kulia hadharani kwa sababu kila macho yalikuwa kwake. Mara moja alijaribu kuongea kwa bibi yake, nimechoka, sitaki tena YouTube. Lakini mama alikuja akasema, usimwambie mtu yoyote kitu kama hicho, unaweza kutuharibia channel. Sin Mzasinye 4. Watoto wengine wanakuwa bidhaa. Mtoto mwingine kutoka Kenya anayeitwa Jonah alikuwa anafanya video za changamoto na mamake. Wakati wa video walionekana karibu wakicheka na kucheza, lakini baada ya video moja kuwa viral, Jonah alilia kwa siku 3. Nilivunjika mguu wakati wa challenge ya juu ya meza. Mama hakusitisha kurekodi. Alisema tutalipwa zaidi kama itaonekana real. Watoto hawa wawili walianza kuwasiliana kwa siri. Wakaanza kuandika diary yao ya mateso, wakaiita watoto tuliouzwa kwa views. Sin Mzasinye 5. Kuingiliwa kwa sheria. Miaka 2 baadaye, Sofia alipofikisha miaka 10, sheria ya jimbo moja nchini Marekani ilipitishwa. Mtoto yoyote aliye kwenye video anatakiwa kulipwa na pesa zake ziwekwe kwa jina lake. Mama yake alipata barua kutoka kwa serikali, lakini chilofanya ni kuificha. Alimfokea Sofia akisema, wanaotaka kukuokoa hawajui gharama za maisha, endelea kucheza. Sin Mzasinye 6. Uasi wa kimya. Siku moja Sofia aliamka mapema, akaandika karatasi. Nataka kwenda shule, nataka marafiki, sitaki YouTube leo. Akaweka karatasi hiyo juu ya kamera kabla ya kurekodi. Mama yake alipokuta, aliichana na kumfokea vibaya. Kwa mara ya kwanza kamera ilikuwa imewashwa kwa bahati mbaya. Kanda hiyo ilivuja wiki moja baadaye. Sin Mzasinye 7. Cliffhanger. Watu duniani walishangaa, mashabiki walilia, channel ikafungwa kwa muda. Sofia alihamishiwa kwa bibi yake, lakini baada ya miezi 3 video mpya iliibuka kwenye channel mpya. Sofia akiwa anacheza tena. Je, amerudi kwa hiari au ni mateka wa umaarufu usionao furaha? Sehemu ya pili inakuja hivi karibuni, lakini swali linabaki. Je, watoto hawa wana uhuru wa kweli au ni watumwa wa likes na shares?